Kuna watu wa kufanyiwa uchoyo, lakini mzazi wako hafai kufanyiwa uchoyo. Ikhwani, furahia unapompatia mzazi wako kitu, kwa sababu hakuna sehemu bora kupeleka jasho lako na mshahara wako kama kumpatia mzazi wako. Anachotaka mzazi mfanyie kadri uwezo wako. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba unapoenda nje kufanya kazi na kuchapa kazi na watafuta, ili kile unachopata uwahudumie wazee wako, Allah yukuandikia ni mfano wa jihad fi sabilillah. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alimuona kijana pamoja na masahaba, kijana mmoja yukimbia biashara, yenda huku yanunua, yenda kule kununua. Masahaba wakasema, lau kana hadha fi sabilillah, hizi mbio zote, juhudi zote, kama angeitumia katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la taqulu hadha, msiseme hivyo. In kana yas'a liyu'iffa nafsahu fahuwa fi sabilillah, ikiwa huku kukimbia kote kwa sababu ataka kula jasho lake, hataki kumwomba mwanadamu, hataka ajisimamie mwenyewe, fahuwa fi sabilillah, yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu. In kana yas'a li sigharihi fahuwa fi sabilillah, huyu kijana ikiwa yakimbia huku na kule kwa sababu ana wadogo wanamsubiri nyumbani, fahuwa fi sabilillah, yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wa in kana yas'a li shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah, ikiwa yeye juhudi anayotia kila anachopata mpelekee mzazi wake ama wazazi wake wawili waliozeeka wako nyumbani, yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu. Allah asema, qul ma anfaqtum min khairin, kaya katika yale khairu mtakayotoa anzeni na wazazi wenu, kisha mayatima na maskini na wapita njia. Yani mali unayompatia yatima na mali unayompatia mzazi mbele ya Allah, unayompatia mzazi ndio ina thamani zaidi. Mali unayotumia katika kujenga msikiti na mali unayompatia mzazi wako mbele ya Allah, mali unayompatia mzazi wako ndio ina thamani zaidi. Ikiwa kweli tunataka kumridhisha Mwenyezi Mungu, mpangilio ndo huu, anza na wazazi wako.